Watu wengi Tanzania wanauziwa infrared cooker wakiaminishwa ni induction cooker. Je, zinatumia sufuria yoyote? Tazama skrini yako. Kushoto ni jiko la infrared na kulia ni induction. Hizi ndizo tofauti zao kubwa. Usalama. Jiko la infrared linachoma kitu chochote kitakachowekwa juu yake na lina hatari kubwa ya kusababisha milipuko ya moto, lakini jiko la induction halichomi kitu kingine chochote zaidi ya sufuria na chakula kilichoko ndani yake. Angalia karatasi iliyoweka chini ya sufuria. Infrared imeshika moto wakati induction haijashika moto. Ni salama kabisa. Muda. Jiko la infrared linachukua wastani wa dakika 12 ili maji ya lita 1 yachemke hadi kutokota, wakati jiko la induction linatumia dakika 4 tu kukamilisha kazi hiyo hiyo. Kasi hii ndiyo inayotofautisha teknolojia hizi mbili hata kwenye mapishi ya vyakula vya kawaida. Ufanisi. Jiko la infrared linawaka hata kama hakuna sufuria jikoni na linawaka pleti nzima hata kama umeweka sufuria ndogo jikoni. Hivyo linapoteza umeme na joto bure, lakini jiko la induction halikubali kuwaka kabisa kama hakuna sufuria jikoni na linazalisha moto kulingana na ukubwa wa sufuria ulioweka jikoni. Hakuna nishati inayopotea na ukiepua tu sufuria, jiko lako linajizima lenyewe hapo hapo. Gharama. Kwenye jiko la infrared itagharimu wastani wa umeme wa shilingi 86 kuchemsha lita 1 ya maji hadi yatokote, wakati upande wa induction itagharimu umeme wa shilingi 36 tu kufanya kazi ile ile. Uwiano huu wa gharama ndio huo utakaouona kwenye mapishi yako ya kila siku. Kati ya infrared na induction, wewe ungechagua ipi? Sisi tumechagua kukuuzia teknolojia iliyo bora zaidi. Tenda wema, share video hii ili wengi wajifunze.